Sasa hivi tumeona umeandika kwamba bidhaa za pikipiki au pikipiki tuseme labda ni ushuru kuongeza 5% za moto, na kupongeza kwamba kuna pikipiki za umeme umezitolea ushuru, lakini sasa hivi nyingi ni pikipiki ambazo zinatumia mafuta. Kwa sasa hivi pikipiki kwa Tanzania pamoja na kuwa zinaleta matatizo ya accident na mambo mengine, lakini sio kitu cha anasa. Huko vijijini hizi ndio wanatumia kama ambulance. Pikipiki huko vijijini ndio wanatumia kubebea mizigo. Na sasa hivi pikipiki kwa Tanzania imechukua badala ya baskeli. Sasa hivi kila mtu anajitahidi apate pikipiki, na ndio maana ukiangalia baiskeli zimebakia chache sana, labda Shinyanga tu kwa kina Maganga kule kwao. Lakini sehemu nyingi sana pikipiki imekuwa ndio mkombozi. Kwa hiyo sio tena jambo la starehe kwenye pikipiki. Kwa hiyo nilikuwa na shauri au na kuomba mheshimiwa, kama itawezekana ile 5% muifikirie itoke ili watu wazidi kupata unafuu. Lakini pamoja na kuitoa hiyo, wapi itapatikana ya kukafa pale? Mnaweza mkapata, kwa mfano sasa hivi kuna mtu anamiliki pikipiki 50, anawapa wale vijana bodaboda. Huyo sasa sio bodaboda, huyo ni mfanyabiashara. Kwa hiyo huyo anaweza kaingia kwenye kodi. Alafu kuna kitu kingine cha ajabu sana nishakizungumza hapa, lakini naona sijui kwa nini. Hii neno assembly. Utakuta kuna kiwanda cha pikipiki vinapewa msamaha wa kodi kwamba vinafanya assembly pikipiki. Sasa mbona sijawahi kuona hata tairi wala spoke inatengenezwa hapa Tanzania? Sasa hii assembly ni nini? Pikipiki zote zinavyokuja hamna mtu anaagiza pikipiki inakuja inatembea. Zote lazima zije zifanyiwe assembly Tanzania. Kwa hiyo ni kuondoa hii misamaha ya assembly. Hii visingizio kwamba assembly inaleta ajira si kweli. Kwa sababu pikipiki yoyote, hakuna pikipiki inayokuja bila kuwa kwenye box ambayo iko tairi peke yake, kila kitu peke yake. Lazima ifanywe assembly. Kwa hiyo ajira wa Tanzania watapata Wagairo, watapata wa Buchosa, watapata Wakatavi, watapata kila sehemu, kwa sababu zinakuja kwenye box. Sasa haina haja eti kiwanda hichi mnawapa assembly alafu mnawapunguzia ushuru. Hiyo ni kupoteza mapato. Kwa hiyo ingetoka watu wote, kwa sababu hata ukiwapa hiyo assembly mnamkiwapunguzia, kwa wananchi hawafaidiki. Bado bei ni ile ile tu, sawa na wale wanayeleta bila kufanya assembly ambao wanalipa ushuru mkubwa. Kingine kwenye license hizi za waendesha pikipiki. Sasa hivi mifumo inasomana kati ya TRA, chuo na polisi. Sasa utashangaa chuo anatakiwa dereva bodaboda aende akasome 100,000. Alafu akienda pale gharama ya testi polisi shilingi 3,000. Lena shilingi 10,000. License TRA shilingi 70,000. Ukijumlisha 183,000. Sasa bodaboda gani huyu anaweza kalipa hiyo hela? Baki tuzungumze. Sasa mheshimiwa, kwanza hebu tuseme wabunge hapa, tuseme kweli. Nyinyi mmesha kuona wapi chuo kinafundisha bodaboda? Mmeona bodaboda na Lena anafundishwa chuoni yupi? Kama sio uwizi wa kijinga kabisa wanayofanya watu wenye vyuo hawa, wanatoa certificate bila wale watu kwenda kusoma. Nani ameshawahi kuona bodaboda anaenda kujifundisha kwenye chuo? Tuna polisi kata, kila kata. Tunashukuru jeshi la polisi kwa kuweka polisi kata. Si polisi kata wanawapa semina na sheria za barabarani, fanya hichi, fanya hichi. Ni bora hata hiyo posho 10,000 ale polisi kata awaite, awafundishe. Baada ya hapo atoke pale aende apewe kibali, aende akakate license. Kama 70,000 bora akaingie mapato ya TRA. Na kama itawezekana hata kule TRA nako mpunguze, mfanye 50,000 license bila kupitia chuo bila nini. Hapa sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti, 90% ya bodaboda hawana license. Sasa angalia na wingi wa bodaboda. Lakini vikwazo ni bei. Je, kama wangefanyiwa 50,000 pale
Na bila milolongo hiyo serikali ingekusanya mapato mangapi? Ingekusanya mapato mengi sana kuliko hata ile 5% ambayo mmeweka pale kwenye ushuru wa pikipiki.